Naam, mtazamaji wetu wa AGR TV, AGR News, ni hali tu na kupata sura kamili ya barabara zetu katika mji mkuu wa Kisii. Sasa hivi niko katika maeneo yale ya CBD, barabara kuu ya maeneo ya Kisii tu. Nipo karibu na kituo cha petroli cha Gaston, hapo ambacho pia kinajumuisha majengo ya Market Plaza na pamoja na Uhuru Plaza. Ni taswira tu kamili. Vijana wa kizazi cha Gen Z walikuwa na makabiliano makali baina ya polisi. Ni hali tu ya kujaribu tu kurudisha ule usalama na utulivu katikati ya mji wa Kisii. Ghasia zimeweza kushuhudiwa, kumeshuhudiwa tu na rabsha baina ya vijana tu na wale ambao ni washikadoria ambao ni polisi, lakini hali ya utulivu inaendelea kushuhudiwa kila masaa yanavyozidi kusonga, na ni katika hali tu ya kukupa ile taswira ambayo au taswira ya mji wa Kisii. Biashara zimefungwa, unavyoona nyuma yangu, biashara zimeweza kufungwa kwa sababu ya zile rabsha ambazo zimeshuhudiwa kati ya kizazi cha Gen Z pamoja na wale ambao ni washikadoria ambao ni polisi katika siku hii ambayo ni siku ya kuadhimisha miaka 35 baada ya mkutano wa kwanza ule wa Sabasaba. Biashara zimefungwa, ubadilishanaji wa fedha katika maeneo haya ya Kisii siku ya leo ni kama hautakuwepo tena kwa sababu biashara zimefungwa. Vurugu zimeweza kushuhudiwa katika maeneo haya. Tutakuwa tukizunguka maeneo mengi tu na kukufahamisha yale ambayo yanajiri. Mfano Makeka, ile kisho ambao nilikuwa naambia salary kuu ni ile uchumi imekaa mbaya. Kicho kwanza arudishe ile mahitaji ya common mwananchi kabisa chini, ndipo sasa tupata school na vitu vingine kama hizo wazazi. Second, kuna hii vitu ambayo anafanya hakuna vile mtu anauliwa na serikali eti maskali wanao watu eti hii inaenda hivi no. Tunafaa tujue ni nini inafanya hawa na hivi ijulikane mzuri, kila kitu ijulikane na ikuwe straightforward. Niko nayo na Mbivi Kasongo, sisi hatuna ubaya na kitu ya kwanza tunataka aoshe Ministry of Security yote. Mliko mnaende home, haizi tuambia anaweza give out orders of shoot to kill. Sisi kutoma police station haimaanishi eti tuko na guard na makarau. The problem is the police are doing things against their nini, against their what kitu wali take off in. Kitu ya kwanza they kill. If you expect police to protect us, but they kill. Kasongo hizi tuambia anaweza afford 300 million kujenga kanisa. Akichukua 100 million, acha tumwambie anaweza rudisha bei ya unga chini. Achukua 100 million apeleke kwa kampuni ya unga. Akipeleka kwa kampuni ya unga, pesa waache hiyo pesa ikifika huko itarudi Kenya ikiwa unga itarudi ikiwa cheap. Achukua 100 million apeleke kwa kampuni ya sukari. Ya tatu, bana Arati, please Arati work. Kisii bidii hakuna kitu, hakuna hata barabara zimeharibika. Arati please work, we love you. Please tunataka change. We love you manze. Na mtazamaji, vile ambavyo unavyoona nyuma yangu ni kati tu ya wale vijana ambao ni vijana wa kizazi cha Gen Z ambao wanajumuika tu na baadhi ya polisi ambao wanajaribu tu kurudisha ule usalama katika maeneo haya ya Gusii Stadium. Wamekuwa wengi tu vijana ambao wamekuwa wakikabiliana na polisi katika maeneo haya ya Gusii Stadium. Mahali ambapo nimesimama ni njia ambayo inatoka soko la Daraja ikielekea maeneo ya Ugembo na pia maeneo ya Nyanchwa, ambapo polisi wamekuwa wakikabiliana na baadhi tu ya wale vijana ambao ni vijana wa kizazi cha Gen Z. Wamekuwa vurugana tu kwa muda sasa. Vitoa machozi vimeweza kushuhudiwa katika maeneo haya, na tupo na wale ambao
wamekuwa katika maeneo haya, na wataweza tu kutuambia yale ambayo wanahisi yanafaa yafanyike, yale ambayo wameshuhudia katika maeneo haya ya Gusii Stadium ambayo yameshuhudia makabiliano makali baina ya polisi na kizazi kile cha Gen Z. Labda utatuambia tu jina lako. Jina yangu naitwa Paul Mageto. Mimi ni mkaaji wa Nyanjwa. Mimi nataka niseme hivi. Kusema kweli, wacha kiongozi wetu ya kitaifa ambaye ni Rais William Ruto aweze kutafuta njia gani ya kuongea na vijana. Aweze kuita vijana waongee naye katika mkutano wao au katika vitendo. Kitu moja mimi nataka nimjulishe ni ya kwamba wakati aliingia katika serikali yake, yeye alirudisha wazee katika kazi. Badala alikuwa anapatia vijana kazi. Kwa hivyo tunamuomba president angalia vijana uwapatie kazi. Mtu gani anaritaya kazi tena yeye anarudishwa kazi nyingine? Mtu gani mwenye anafanya katika hii idara nyingine alafu tena anarudishwa kazi? Sisi tunaomba vizuri ufisadi au wazee ambao unarudisha katika serikali wako na ufisadi nyingi, vijana hawapati kitu. Kama masomo hakuna pesa imewekwa pale. Idara hata ukulima hakuna kitu kimewekwa pale. Kwa hivyo tunaomba Rais Ruto uweze kusikiza vijana. Uweze kusikiza vijana kabisa. Hawa watu ambao unaweka katika government ni watu wako na ufisadi tupu. Alipo hawa vijana waweze kupata kazi ya kufanya. Yangu ni hii ya kuambia labda hiyo. Ni mzee tu ambaye ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na jambo zima hili la maandamano ambayo yanashuhudiwa. Nikumbuke kwamba leo tunasherehekea tu miaka 35 ya siku ya Sabasaba. Nipo hapa na kijana mmoja, atatuambia jina na labda atuambie anagoma kwa nini, wanakabiliana na polisi kwa nini siku ya leo ambayo ni siku ya Sabasaba. Nikipitia majina zangu naitwa Felix Mondi. Mimi ni mkalia mzuri, lakini niko hapa Kisii. Nilikuja nimesaka hapa kwa sababu ya hii Sabasaba maandamano. Sasa kitu naweza sema ni moja, ni ya kwamba kuna hii pesa Ruto anasema tu mimi ya kujenga nini, ya kujenga kanisa. Hii pesa ya kujenga kanisa, sichukua hii pesa peane wale watu waliouawa huko Albert Ojwang, wale watu waliouawa watu yao, wapewe 100,000 kila mtu. Sio ndio kujenga kanisa manade. One time yoga Mtazamaji wa AGR News, AGR TV, sasa hivi ni katika tu zile pita zetu za kujaribu tu kuangalia hali ilivyo katika mji mkuu wa Kisii. Na sasa hivi tupo katika soko la Market ambalo ni soko linaloleta tu ile biashara katika maeneo haya ya mji wa Kisii, na lipo karibu na mzunguko mkuu wa Capital ambao upo katika maeneo ya katikati mwa mji wa Kisii. Na tunavyoona nyuma yetu, ingawaje kumeshuhudiwa na ile vurugu ya Sabasaba baina ya vijana wa Gen Z pamoja na polisi, bado tunaona kwamba wapo tu wale ambao wameamua kwamba biashara itaendelea vile ilivyoratibiwa kwa upande wao na inaendelea tu kama kawaida, lakini kunaposhuhudiwa vurugu huenda wanafunga biashara yao na kujaribu tu kuangalia hali ile ya usalama katika maeneo haya ya CBD katikati ya mji wa Kisii. Sasa hivi tupo katika maeneo ya katikati mwa jiji la Kisii. Ni maeneo ambayo yana sheheni katika biashara nyingi tu, pamoja na sehemu za burudani, sehemu za uuzaji, pamoja na maduka yale makuu ya uuzaji. Lakini unavyoona nyuma yangu, biashara zimefungwa siku ya leo, ikizingatiwa kwamba kumeshuhudiwa tu na ile vurugu ya siku ya Sabasaba. Biashara zimefungwa katika maeneo ya katikati mwa jiji,
na nikufahamishe tu kwamba hii ndio sehemu ambayo inashuhudia biashara nyingi katika maeneo haya ya mji wa Kisii, lakini kwa sasa imefungwa. Barabara ipo wazi kabisa kwa wale ambao wanazidi kuitazama AGR. Barabara ipo safi, hamna ambacho kinashuhudiwa, hamna biashara ambayo inaendelezwa katika mji wa Kisii kwa sasa. Lakini tunavyozidi kuona ni kwamba polisi wanazidi kurejesha hali ya utulivu katika maeneo haya ya mji wa Kisii. Ni sehemu ambayo mzunguko wa CBD, mzunguko wa Capital, ndiyo sehemu ambayo ilishuhudiwa vijana wengi, ama ilishuhudia nambari nyingi ya vijana wa kizazi cha Gen Z asubuhi ya leo. Huku hapa ndipo maandamano yaliweza kushuhudiwa, na hapa ndipo maandamano yalianzia siku ya leo, lakini kwa sasa wamejaribu kutawanya wale vijana ambao ni wa kizazi cha Gen Z, lakini ni katika ile hali tu ya kurudisha usalama katika sehemu hii. Polisi wanaendelea kushika doria kwa wingi, biashara zinafungwa tu, hazijafunguliwa bado, katika ile hali ya kujaribu kutathmini hali ya usalama katika maeneo haya ya katikati mwa jiji. Mengi tutazidi kukufahamisha katika AGR News, AGR TV. Usisonge mbali, tukijaribu tu kutathmini hali halisi ya siku ya Sabasaba katika maeneo haya ya katikati mwa jiji. Mie ni Bildad Mambo leo. Mengi nitazidi kukuletea, mengi nitazidi kukufahamisha vile yanazidi kutukia kutoka kaunti ya Kisii. Naam. Barakati.